Bethel Clouds TV, empowering lives. So you can also give us your experience with you remember the conversation you had this week, of how you've been feeling God is telling you your time kuatseme kama DJ in the world inaenda ikielapse, but you're waiting for him to redirect you now onto the new journey, and you're trying to find that balance. Oh yeah, so another thing vile yeye amesema, so inafika to point as you're growing, because unajua kuna kujua God vile Job alisema, for my ears my ears had heard of you, but now my eyes have seen you. So kuna ile God akikupata bro hawezi kuwa the same again. So inafika point now like nilikuwa na feel too, I need to step out from the DJing world. So apparently now na struggle na not playing in clubs anymore, because in as much as yes ndenda nilipwe dofiti pale, but na realize too after playing music for waseka ni kuiva ndaito ama ni wapi, utafeel too emptiness, because unajua in as much as aso ameshangilia wakasema ni DJ mkali, oja fulfill your purpose. So say I'm struggling with letting that world go. So say nimebaki radio, so najua itafika point maybe in a year's time nda quit too, na my future sijui, but you watch a God ajue me too, bora ni at least ni filio na fulfill your purpose. I don't know if it makes sense. I don't know if anyone in the group akona swali anda kumuuliza, any question, kwa sababu I believe sometimes testimonies you might have a question you want to ask him as a person. So anyone? Niaje? Fiti. Well, it's an honor. 3 DJs nimepatana now after Kenby. Mina niko na swali moja. So like kama papasi yako, like your interest was mixing the disc nini. Mbona ikuje change, and mbona kama I'm playing in the club yet I'm a Christian, mbona inani affect, like is it the people wanasema like no Jesse uko club na you're a Christian stuff kama hizo, so you're like in undermine your performance through Christ na pia through your interest? Okay, so ukumbuke before nikuwe Christian, nikicheza kwa club sikuwa najua God, but so una find God amenipata on the way, una get, na akikupata on the way una realize the more you sit close to him and the more you understand. Wacha nikupe fun fact, hakunanga msianenanga club kujibamba. Hiyo kujibamba inakuanga hidden in the fact that you're depressed and you're stressed. So you see, when God alinishow hiyo, in my heart najua damn, kumbe mimi nimedhani ati wasee nafanya wanabambika kudade, una get, but in real sense devil may hide in a way that you're actually depressed and stressed, and you are avoiding to sit with your own thoughts. That's why you go to the club for the loud music. Nobody aswai kudanganya naenda club kujibamba. Mse ukikaa chini uta realize ako stressed, because ile time utafind mse maybe amesign $1 million deal, hataenda club, ataita the family, hey, can we go to a hotel, simple hotel, quiet and just enjoy, you get. But wakati uko depressed and stressed, club. And that's why club Monday to Friday sisi ufanya job. Mbona clubs uja Friday na Saturday na isijae Sunday ama Monday, Tuesday na Wednesday na Thursday? Mbona isijae hizo siku? Inaja Friday na Saturday wakati umetoka job, na ukitoka job uko stressed.
Sijui kama umeget your point. So una find wakati God alinipata hiyo point na nikapata hiyo wisdom ya kuunderstand, inafika tu point una feel okay God, wacha let me lay my own will for your will. And that's why our Lord's Prayer inakwanga may your will, see, may my will, may your will be done on earth. So itafika point, alafu God ni mse very merciful. That's why stories of Bible zina relate na sisi as we are talking. Vile Israelites walienda wilderness, ndio pia wewe utakuwa na hiyo wilderness. It's a way of being consecrated. So utafind too with time God atakushow okay, na kutoa yes kwa hii but nitakupea options. Unaget? So for me nikitoka the DJing hiyo saa playing clubs bado na struggle, see ati I'm still struggling because sasa imekuwa weird. Wakati sikuwa najua God nilikuwa nalipwa do ya utoto. Wakati sasa nimejua God, sasa utasikia club imekuita na deal nyingine, uko mekai sasa ido niache man. Unaget? So devil pia amejua umse vile nini, I need to hold him this side. So sijui kama answer the question. Imeansa but imeleta ingine. So like tuseme in your path uko sahi. Tuseme like unajua sasa hiwezi ambia mse like follow your passion and yet it doesn't pay the bills. Si passion zote zina pay the bills. Na kama nzote, kama mse anasema like I love cleaning but the bills ni kiasi, si ndo? So like the way unasema like sometimes the devil anakuja anakuambia no like acha nikuweke like let me add more money for you like nini. So wewe uchukulika opportunity, unachukulia like this is a kind of temptation ama circumstances. Sa kwa hiyo circumstances unachukulia like is it unalaumu like the devil himself ama like you are now publicly known for what you do and every day kwako inakaka skill. So like me say the fact utasema okay maybe in your terms say the fact unasema like oh it's the devil anajabu kunipush cause I add more and yet God is the one, you know, okay, he's the one blessing the hands, so it's the magic of your hands, you know. So like we can't like me kwangu naona like I see God happening but stories are devil. I think ingekuwa because he want you to fall. Yangekuwa na kudiminish, angekuwa anasema you should not be like watu wana blame the famosity for God and yet we have pastors who are famous. Yeah. Okay. Now on that question, let me light bulb moment. Do you know the devil can bless you? Do you know the devil can bless you? He can. And this is seen when Jesus was being tempted. Wakati alimwambia, alimchukua akamshow all the kingdoms of the world. Akamwambia, but if you bow down and worship me, I will give you what I was given. You get? So the devil can also bless you. Haya. Another thing, remember, at the end of the day, ndio maana nakwambianga ukumbuke devil akifall from heaven, the Bible says he fell with a third of the angels. Bro, a third hatujui kama the angels were like 1 million ama 1 billion, we don't know, but he fell with a third. Umse ni mjanja, unaget? So 2/3 ndo alibaki. So for him to fall with a third, that shows that this person is very sharp, unaget? So he's very convincing kukwambia, yani unataka kuacha DJing ati for God, na yet ni God alibless hiyo waki yako, unaget? Maybe God alikuwa amesema Jason nataka ukue DJ wa gospel, but devil akasema purpose yako ni very like iko big, italeta wase from my kingdom, because at the end of the day befia devil na like all human beings is mbona nyinyi mnasamehewa every single time, mimi my judgment was passed on my one sin.
So yeye anajua mimi niko locked, like najua at the end of the day ikifika siku ya mwisho mimi nishapangiwa, but lazima nianguke na rende mzima. Hiyo ndio iko kwa akili yake, cause mbona wewe unasamehewa mpaka Jesus akaletwa, una get I die for your sins, na mimi sikupatiwa hiyo opportunity. Difference ni yeye aliona God, wewe bado hujamuona, una get. So hiyo ndio difference why his judgment was passed huko, cause he was right close na God, glory yake kila kitu aliona. Wewe bado hatujui vile heaven inakaa, tunasikianga tu vile tu John alisema in the book of Revelations, si ndio? So at the end of the day utafind, yes, my purpose was to encourage people, was to pray for people, was to lead people to Christ, but kwa njia nikakuwa lost, una get. So wakati nikakuwa lost, God akasema umse purpose yake ni way greater, ni mwache aende hivyo, unaona. So lazima nimlete back, na kuletwa back ndo na realize okay, this wasn't my nini, unaona, this wasn't mine. Na kitu moja nitakwambia, even in as much as I'm changing careers, bro, siwezi kudanganya, sahi I own a car company, I sell cars, buy and sell. Sikujua naweza fanya kitu kama hiyo. Me, I thought it was DJing. I live and breathe it. Una get. Siku moja nakumbuka nilikuwa naambia, I think this was back in campus, nilikuwa KU. Nikaambia mzee, unajua mimi kwa life yangu kitu ya kwanza inakuja ni DJing. Yengine sijui nilisema nini, ya tatu nakumbuka nikisema God. Una get. So my priorities were misplaced. But now ku realize, okay, in as much as yes, God unaona hata hiyo fame yenye utapata, yes, hiyo fame nimepata through the DJing, bado inatumika kuuza magari. Because mzee ako like, sina kujua we unachezanga muziki nini. Sawa, I'll buy a car from you. So nothing has gone to waste. Everything ime-align to kila kitu. And that's why no maana nakwambia, for me being able to stand here is because ya hiyo fame. Bado haijakuwa sana, but yeah, sijui kama imeanza. Okay. Before you continue, kindly, kama umemaliza chai from the other side, let's move on this side, kindly. Maybe to also add on to what he said, Satan akiona unatumia ama unaenda hiyo level ya God wants to use you, he can bring distraction, and a very sweet distraction. I'll give an example. Ndio niende wakati nilifanywa deliverance, that moment nilikuwa nimeambiwa nikuje kama kesho. Now it was on a Wednesday. On Tuesday I got a very sweet business deal that it was very, yani nilo utaki kuihepa, where I would have made 50,000 in a matter of an hour. But when I sat down na nikakumbuka I was lacking peace, and I was asking God that I want my peace back. Nikajiambia, if I accept this, there's an opportunity I could actually lose both. Because saa zingine mimi usema pesa ni, you can only say you have a certain amount of money once you touch it. Mtu anataka kikwambia kesho nitakuja ninunue, sema kabla anasema ninunue gari unauza, until umefanya transaction, that's when you can say it's my money. Just because they have told you, it's not a guarantee you'll have it. So when I made that decision, nikambia client sitakuwa kesho, but my business partner will be there, atakuserve. The client refused. Akasema, if it's not you, then the deal is off. So I asked God, if I have a shop, it's operating, si ati juu naenda deliverance imefungwa, it's still open, kwa nini this person hataki kukuja kununua kwa hii duka? So I told God, if and only if this is not from you, let it find a way not to interact with me. So on Wednesday I switched off my phone because nilitaka kufanya nini? Kupitia deliverance. Na
one thing we've been taught, for those who've been in this church for some time now, if God alikuwa amesema blessing yako ni hii Saturday, and then wacha niseme hiyo Saturday useme nitafanyiwa next Saturday, hiyo blessing ikikupita, if your wait period was 10 years, you'll have to wait for 10 years. And that's why unapata watu wengi sasa depression na kick in, juu ana feel like Mungu amemsahau, Mungu amjali. But si eti Mungu amjali, ni alikataa kufanya what God had purposed them to do. Like I was telling him, there are some things we've discussed, maybe we may not be able to share it right now, but God has a reason as to why he was here today. Last night he was very ill. Why was he sick? Na hajakuwa mgonjwa for a long time, because God knew mission yake kuja leo hapa kuna vitu itabidi imevunjika the other side. So when he realized that his sickness is normal, he went on his knees to pray, and he told God, if kesho nakuja kufanya kazi yako, why would you allow niumie saizi na unajua kesho nakuja kufanya something that glorifies you? And that's why he is here today. So it is maybe we may not answer your clearly, but I think we may get your concept here. When you are spiritual aware, wacha nitumie word, when you are spiritual aware of what you're going through, hapo ndio sasa unapigwa vita. By the way, una realize maybe naweza peana example. Kuna building sitaitaja hii CBD, tushai eka duka hapo, na tuka realize kuna limitations tuna experience na tuelewi. Umetoa sacrifice, umeomba, umeanoint duka, umefanya nini, hizo vitu zote. But now when we did ile wanasema, when you take a back, yani unarudi nyuma ujiulize nini inaweza happen, tuka realize the person who built that structure, one, he's not a worshiper of God, and worship ng'ombe, for lack of a better word. The person himself, vitu amekuwa kifanya over time ni kama kuua watu, like watu naita mafia, like akotuna very very questionable things. Unajua, as you'll come to understand, spillage of blood is it's a very touchy, it's a very touchy subject. That's why unasikia sometimes hata politicians, the kind legends hizo wamekuwa kiuliwa, hiyo damu ikimwagika, there's an altar, hiyo damu ina appease. That's why mnakumbuka hata mkiwa shule mlikuwa mnakumbuka when they used to say mnamwaga like a drink to the ground to appease your ancestors. Hizo vitu tulikuwa tunasoma, but spiritually we didn't know what it meant. So when we looked at other businesses in that building, tuka realize wale watu walikuwa wamededicate biashara yao sana na God, things are not working, because it's like mtu amejenga the factors around it, alafu kuna watu pia wako in that building wako na biashara, but wanatumia, wacha nisema wameenda kwa wachawi na nini ndio biashara zao zikuwe sustain. When you become spiritually aware, kama Evely sasa ameanza kurealize, yes, niko na talent ya kuwa DJ, lakini kuna satisfaction nilikuwa napata before sipati, especially niki DJ kwa maclub na nini. Ndio unaona sasa shetani anampiga vita. Kwa nini? Juu anajua mtu amejua secret ni gani, na any minute anaweza hepa trap yangu. Hiyo ndio kitu watu wengi tunakosea. So when you are spiritually aware, leo nilisikia ukisema you want to be saved, I can tell you, na si eti nakusikia, but I'm just telling you, the fights that you might experience from today zinaweza kuwa ile hujai experience before. But if you now start realizing that ni time ya kuweka your prayer life in check, simanishi ukue perfect, kwa sababu miusema every day kuna kitu utalan,
but ukianza kuomba, read scriptures, the way he said, fasting, even we are told what sana sana mtu akitaka, especially in the dark world, wakitaka kutrap, most people kuwa trapped na food. So if you can learn to set aside, useme hata kama ni this maybe the first week of the month or whatever you decide, useme nitakuwa nafanya fasting. Choose the fasting that works with you. Usiende fasting ya dry fast 7 days ukolapsie kwa nyumba uanze kublame Mungu. So kama yako ni ya you can only take water during the day, maybe unasema fast yako inaanza 7 to 7. If that is what works for you, do it. Kama ni ule mtu ameza dry fast na najua anaweza fanya dry fast from hiyo 7 to 7 or whatever time yeye mwenyewe ameiweka, aifanye. Because fasting, also what I realized, fasting it cuts out some inaitwa flesh appetites, if I might put it right. Kuna appetite that is attached to the flesh that utaanza kurealize hiyo fasting ndio inakusaidia kubreak hizo appetites. So reason nalo tunafanya youth conference ni because of such things. Kwa sababu now I'm sure utaanza kuelewa, kuna vitu utaanza kuona that ina make sense. I think in the past kama 2 years ama 3 tumekuwa na so many musicians from the secular moving to gospel worldwide, na nakwambia he made money, yani alienjoy life vile alitaka, but alirealize what is the purpose of having all that and losing your soul. Hata kuna death ya so many musicians, unasikia ati mtu sijui alijinyonga, how? But you come to realize wengi wao even in the spiritual world, because they serve another master, ni kama contract. Ikifika time fulani unasikia amekufa. Nyinyi mnajua ni cancer, but si cancer ilimuua, ni agreement. Alikuwa ameambiwa 5 years ndakupea fame vile unataka, after 5 years I take you. That's why unasikia eti kuna musician alikuwa na depression akakufa. Sisemi eti hawezi pata depression, but it's a pattern. Ukirealize it's a certain pattern, ukichunguza vizuri utarealize it's more than a pattern. And then the way kuna swali uliuliza ya the fact that is a DJ na hiyo ndio kitu maybe ni passion yake. Sasa kiwacha maybe atajilipaje bills. If asubuhi mnakumbuka nikisema ukiallow Mungu akwe kwa life yako, naombe Mungu take charge. What God does ni yeye ndiye atadirect hiyo process yote. Me since nifanywe deliverance hapa tarehe first week of November 2022, kuna so many instances where I might naweza kuwa na challenges mingi, sina pesa, but sikumbuki nikikosa peace, na sikumbuki hata hizo situations zikini eka chini, because unapata ulikuwa maybe na 30k imetumia kulipalipa vitu, una realize you need like another 60 ama 70, then unapata kuna ule mtu alikuwa na kuopesa for like hata 5 years, umempigia hadi umechoka, anakupigia out of nowhere, nimepata pesa yako, nataka nikutumie kuweke kwa namba gani, kwa hii namba. Amekulipa. Mtu mwingine anakupigia sijui nataka kitu fulani, then ukikaa chini unaanza kurealize kumbe God was filling hizo gaps where I was lacking. But also for such things to happen, kuna kitu watu tunaambiwa hapa, if you do not give to God, sasa that's the element of tithing, sacrifices, hakuna mahali utaenda. Because unaona tuseme watu wengi watu tunakuja church ni juu tunapitia challenges. Juu unapata kwenu kuna mtu alienda kwa wachawi afunge destiny yako, afunge path yako. Unajua mtu ndiye afunge, hakuenda tu akambiana atakaifungwe, alitoa sacrifice, either ni kuku, pesa or whatever it can be. So unaweza imagine wewe unaomba tu, yeye anaenda kwa mchawi na anatoa sacrifice, nani atashinda? Juu there's something bigger anatoa than you. That's why unasikia ukilearn kutoa,
when you learn to tithe, hata ukisema eti pesa niko nayo nikisema nitoe tithe sitaweza kuclear bills zangu, wewe acha kufikiria vile bills zako zitakuwa cleared, wewe toa tithe. If you trust in God kukutoa mali uko to the next level, ataifanya. Niko na rafiki yangu fulani mbona amekuja, he can tell you like the moment acha tu God atake charge. Na kitu nataka kuclarify, hata ukiacha God atake charge of kitu haimaanishi utapitia challenge. Let's be clear, utakuwa na tough times. Kuna siku paka utakaa chini ushindwe, kwani Mungu amenisahau? But it is hiyo moment ni unasikia ni kama umefika mwisho, hapo ndio God sasa utaka kukuinua. Basi sasa wengine wetu sasa zile anataka kukuinua, wewe ushajitoa kwa equation. So anakuja mali anafaa kukuinua, anapata huko, atainua nini? Tunaelewa? So let us to understand when it comes to spirituality, it's a process. Hata mimi bado na learn, na nakuja kulearn vitu mingi sana, na lazima to take time kufunzwa. That's why hata I told him, don't be worried about if God says anataka utoe life ya DJ kwa life yako, because maybe mahali anataka kukupeleka next is bigger than what you expect. And then juu umekuwa milioni unataka DJ, God okay sawa, acha ni walk out of your life, then you live struggling. So as tunaendelea, ndio maana alisema testimonies are very powerful, because kuna vitu ata mention utarelate na life yako, julize kwa nini life yangu iko hivi na hivi na hivi na hivi. We have our brothers from the streets, karibuni, thank you so much for coming. We've had sessions where some of our brothers from the streets wamekuwa kikuja, na kuna mwingine alikuwa reunited the family. Remember September the other time tulienda tu tukakaa nao pale Green Park bus terminus, we prayed, worship together, akakuja hapa church. Saizi yako reunited with the family, but it's because kuna vitu alilearn pia alikuwa anafanya wrong, alikosea familia yake, but the moment he learned his mistake and aka-apologize, God akamrudisha. So saa zingine hata vitu tuna go through, that's what watu tunaambiwa. Kama nakumbuka last Sunday tuliambiwa, do not be offended. It is in that offense ndio ingo yetu blessing yetu inaenda. Mtu amekanyaga kidogo, umekasirika, unataka kumpiga, unataka kufanya nini, but you would have just ungeacha tu mtu mwambie umenikanyaga ni aje, angekuwa apologize akwambie pole. But vile uli react, hata mtu sasa anaanza kureact na way, inakuwa tough ku handle issues. So it is high time that to prioritize kufunzwa. Wacha tuniseme kufunzwa, na hapo ndio makanisa mingi I feel imekuwa the missing link. That's why my youth wengi wakuji church. Juu unakuja unataka miracle, nataka kesho ni pate job, nifanye nini. Hata ndio mbona nilisema hapa, like saa zingine tunaambia God atupe kazi, but akipea kazi unafanya nini? Urudi kanisa, unaenda kupiga soul zako, unasahau God. Utarudi church saa zile maisha tena imekutandika. So kumaanisha Mungu wako amekuwa tu tunaweza sema transactional, yani yeye wa kikiumana ndio nitaingia. Vitu iko poa unahepa, na wakati vitu iko poa by then unafaa sasa hiyo tithing, sacrificing na ku spend more time ninafaa it happen, so that whatever even you are getting and I protect. Sasa sijui kama tumekujibu somehow. Alafu kuna something I want to add. So kuna hiyo swali umeuliza, okay sasa si God alikubless na hii DJing. Sometimes God pia vile aliambia Abraham, yes nimekubless na Isaac but namtaka. So in all our lives kuna kitu God alikupea, lazima atakuwa like okay, I gave you this. Do you worship the blessing or do you worship the blesser? So sometimes I want to see, will you leave it and follow me, nirudishe? So sometimes it's a test. Unaget utachai DJing, alafu nimwambie sawa,
kumbe ako hapana, sawa wacha nikushow, nataka sasa uingie the Christian events. Si bado DJing nafanya tu. So saa ingine it's a test, na ni test kila msee lazima utapitia. Whatever you have prayed for na God amekupea, kuna siku itakuwa tested, no matter how small or big it is. Hapo ndo sasa utajua, okay, was I using God as an ATM, ama enye God mi najua hata ukichukua bado itarudi 10 times. So kitu kama hiyo, sijui kama make sense. Any other question ama Any other person in the question? Saseni. My name is Mercy. So what I would tell Jesse is that he was the confirmation of the day, because our theme today was living out your purpose, and today he has confirmed it. So meaning that leo what God aliplania hii day ameshafanya nini, asha confirm. So from today he shall reveal himself to you. Nilikuwa nakwambia unadhani jokes. Umesikia? Any other question or something maybe mtu anataka kumention before tuingie sasa set ya DJ, watu wajiwambe kiasi. Njoro, hebu Njoro tusalimie kwanza. Habari zenyu? Kwa majina naitwa Alvin Njoroge. Mimi ndo mtoto wa Apostle. Mungu awabariki. Okay. So yangu swali, so nataka kukushow it being your the purpose, so shambiwa hivyo. So I want to tell you this. We personally ujue hivi, what you are not changing, you are choosing. Yeah, make sense? Nice. What you are not changing, you are choosing. Any other? Jesse, maybe you have anything to say? Nani akona swali? Oh. Okay. So you have anything? Also, final remarks. Asanteni sana. Today was my first time kuongea in front of guys. It's an interesting experience, but kitu moja nda encourage is despite where you are in life, ujue bado kuna God. Whether you're on the highs, on the lows, life inaweza rusha punches mali inaweza, but at the end of the day God hajakusahau. Na at the end of the day pia tuangalie, it's not about God should be like, I know life is important, yes, but pia tukumbuke tukidedi kuna life ingine eternal. So your actions here on earth will actually give you the ticket for your next life. So only one thing that is very important to see why. Sorry. Yeah, so tusiwahi sahau that our actions here, at the end of the day, whether you believe it or not, God atakuja kujudge. Hii juzi vile alikama alikuja na punda, next atakuja na farasi na kisu kujudge. So at the end of the day, hiyo ni kitu ndaambia mkumbukange. Another thing also is create time for God. Don't let God create time for you. It is a very painful experience. Always remember, create time for God. Never let God create time for you. Because when he creates it, utalia. Mkumbukange hiyo.
na pia vile for example nyinyi nyote ni youth, vile utakatia dem mpaka umpeleke dates, ubuy minutes from Safaricom, ubuy texts, hivyo ndo unafaa kuwa na God. Create time. Juanga ikifika maybe 7 nimejiwekea kwa simu, nafaa kufanya hivi na hivi na hivi, do it. It is very important. Because if God creates time for you and he knows when to create it, because sai tukiwa young tuko happy and everything, but anajua mali atakuja, na hiyo time akikuja it's not a bed of roses. So I think hiyo ndo nizam. So as he prepares, nataka mniambie 5 things me learn from his testimony. Just 5. Anyone? Mnaweza nipea moja moja. What I have learned is we should always follow God's voice. We should not ignore what God is trying to communicate to us. I know for him, it is not easy for him to live DJing in clubs as he was used to be doing, but since he has to follow what God, the direction God wants him to follow, so it is important to listen whatever God is asking us to do. Thank you. Any other person? Peleka. Okay. Tuambie kwanza jina. Jina yangu ni Liam Mwangi. Na yenyewe nimebambika na venye Jesse hapo amebonga, na ametufundisha bado mambo mingi kama God wetu ni God wa second chance. Bana Jona, big up Jesse sana bana. Na asi lose hope kwa life. God ni mso wa second chance, na bado atampea design nyingine ya kuhaso. Nice. Mtu wa tatu? Charles, pale. Yes, my name is Dan Jogora. I conducted an alone within all year. I conducted here with the memory that I gave him, not that when I conducted room, and I be just engaged with the voices that encourage me for purpose that I'll be not with them. So you can sound and I can sound with you. So conduct that it give us courage that you have the next stage. We are getting on it. So no either me, you, else one are not in a conduct that it not make a step to each other. It make memory twice. We wisen and we risen for it that we run on about. We roll. Don't give it back down. You give courage to each other. Even see, I or just make a voice to each other. Even conduct of reading no must that you be with just giving everyone in the conduct, but giving them the eyes or hiding of what that you judging pronounce it with you. It that you know. It make a choice. And make a move and take a chance. Thank you. Sijui kama Reverend Pauline amerudi. Ako wapi? Okay. Number 4. Charles. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Now, since Jesse has spoken, there is one thing I'd like to add. In as much as you might think that you are gaining when you're in the other world, when you realize that, mostly you realize it when God has already called you. You'll only realize that you have lost a lot
and you know time gone, never recovered. So you'll only realize that you have lost a lot only after God has called you. So you'll have a lot of work to do to try and gain something out of the remaining time that you have. So in any time you find yourself in situations like the ones that Jesse has talked about, it's good to remember that there's still some mileage to cover for the wasted time that you have wasted on your youth, and maybe just generally the wasted time that you have wasted. God bless you. Amen. Meanwhile, DJ, ukiwa ready, you can alert me. The last one. Praise God. Amen. Praise God again. What I've learned from Jesus is that the more you avoid to do something, the more the temptations you will have. So these temptations, they are the temptations which will make us stronger, so that we may avoid doing the things we used to do before. Thank you. So I want to invite Unajijua, please come. Praise God. My name is Alvins Manguya Juma. So many of you guys, I think familiar faces. Now you're wingi, Papa. And I'm glad to share this platform with you guys. This is a good thing again. I know so many of us are going to be benefiting from this venture, and I know so many of us will benefit from the knowledge, get the knowledge, and maybe apply for the future. I'm just glad, I'm happy. I'm waiting to see if sina mambo mengi ya kusema. I think we'll talk much later. We can clap for him. As we wait, Rhoda, kindly come and say something. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa majina naitwa Rhoda, one of the mothers of the church. Nimeokoka na mpenda Yesu. Nimekuwa ambushed, nimeingia tu. But there's something I always encourage myself with. The Bible says, he who has a son, has a what? Has a what? Has a testimony. Kwa sababu Biblia inatuambia, okay, we are always warned that when the youth come, msiseme Biblia sana, but allow me, kadogo tu, sido? So, Biblia inatuambia, the spirit of Jesus Christ is the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. Sawa sawa. So anyway, what I would like to say, as a woman in my 40s, I was your age once. I was 20, I was 21, I was 25. I made decisions. I lived my life. The decisions I made when I was your age, Jesse. You see the decisions I made? Ndizo zimenifanya nikakuwa vile niko leo. So, the decisions you make today, at 45, how will you be? Sindio, you know what you do when you're young? You invest in your future. Sawa sawa. It's not all about money. It's about the decisions. Decisions are very important. There's somebody who was seated here. Na alisema, what you do not change, you have accepted.
Sawa? So unajua kila mtu anaangaliaga maisha yake. There are things unaangalia vile zinaenda, unaona na nika hapa hapaendi poa, si ndio? Si tunaonaga hivyo? But let me tell you, hiyo mahali unaonaga haiendi poa, if you do not change it, if you do not take a step, useme hapa hapaendi poa, I need to change, ume accept, and it has the power to influence you. Sawa? So let me tell you what I did when I was your age. At 22, wagapi wako 22 years? Wagapi wako 22? Wagapi wako 23? 24? Anyway, when I was 22, okay. Wakati nilikuwa na miaka 22, that's 22 years. 23 hapo, nilipata my job at Kenya Breweries. Nani anajua Kenya Breweries? Nani anajua Kenya Breweries? Kenya Breweries inafanya nini huko? Wanatengeneza pombe kwa wale wenye hawajui. Sawa sawa. So when I was so young, nimemaliza college. My first experience in life ni kwa Kenya Breweries na ni kwa clubs. Nilianza na kazi za promotion. Nani anajua promotions ni nini? Okay, hamjui promotions. Promotions, sales promotions. Baba sikusikii. Sikusikii, wacha tuendelee tu. Wacha nimalize story alafu mtaniongelesha, si ndio? So, nikapata kazi ya promotions. At that age, nilikuwa naona ni kitu mzuri. Wazazi wangu wako wanataka niendage out. Hawako wanataka nimelelewa church. Siwezi kaa nje. Lakini nililelewa ushago. So nimekuja town. Nimepata kazi ya promotion. Sijaenda kukunywa pombe. Naenda kuuza. Na sidi hata kuuza kwa sababu mimi siko kwa counter na mimi si waitress, unaona? So nikajicomfort. Mimi kazi yangu ni kuongea na customer, kumwambia tumelaunch pombe mpya inaitwa Richard. Wakati wanajua Richard? Okay. Hii ni kanisa. So anyway, kulikuwa na pombe zilikuwa zinaitwa Richard, zinaitwa Smirnoff, zinaitwa hivyo. So tukaingia kwa club, tukapromote. Mudogo na kwa sababu niko 22 years na niko 23 years na nilikuwa karembo kama nyinyi. Kama aka karembo. Lakini sikuwa na nywele mzuri hivyo, lakini nilikuwa karembo kama haka. So unaenda unapromotea mtu pombe, anakuambia mimi sikunywa hiyo, labda nikubaie, si ndio? Na unataka ku make sales. Unajua nikaanza kuonja. Nikaonja wewe, nikaonja kidogo, sikukunywa. Nikuonja. But now many years later na nikaanza kuonja. Na ikafika mahali hata kasi hadi kuuza, nimezoea hiyo environment, tumezoeana, si ndio? Club usiku, music ni poa, unaona? Lights, exposure, watu wa nguvu. Si mnaona hiyo combination? Kidogo hata lunch time nikisikia niko na njaa, baada ya kuingia kama mahali ya kukula chips, hata naweza ingia club. Hivi ndio nikakuwa msichana wa clubbing, si ndio? Na nika club vizuri. I'm going to embarrass my son. So, that's a warning. My son is in here. Neville. So, ikafika mahali hiyo clubbing yangu nikakuwa mama ya nani? Ya Neville. Ako hapa leo. So anyway, I just want to say this. Unaona those decisions kadogo ilianza kama ni kazi, si ndio? Lakini nimeanza kudeviate straight. Pole. Nikaenda. Ilifika mahali that life became so kawaida to me. Kakuwa imesha ni ya kawaida. Sasa vile kama nyinyi ni kawaida kukuja kanisa hivi, mimi kakuwa ni kawaida kuaga club. Si hata mnajua hata saa hii as we speak, kuna youth ni kawaida kuwa club, si ndio?
si kanisa. So that's what became of my life. Ilikuwa tu kawaida. Ikakuwa kawaida sana mpaka the boyfriend that I got tukababana tukaenda nje ya nchi. Na tukaishi wewe na tulipatana huko. Ile kadiviation ilianza ndiko hata nikapata kamzee kwa kadiviation, si ndio? Not on the straight. So I want to say this, unless Mungu alinishikia at some point. Mshaisikia arrest kama ya Saul on his way to Damascus. Kama haingefika mahali nifanywe arrest, Mungu aniambie I had not created you for this path that you had taken, sijui ni wapi ningekuwa leo. Because of the grace of God, I was able to go back to the right way. I was able to go back to the straight path. But one thing I know, ni kama if I had been careful of the decisions that I made right from the start, singefika kwenye nilifika. Kwa sababu nilifika mahali nikafanya some things really almost destroyed me. Mimi unaniona hapa, I am going to say this because you're young. And if you are not careful, hata wewe utaenda hapo. If you do not change your decisions, naomba Mungu akusaidie tafadhali in every decision you made. Mimi tulikuwa tunafanya niliuza pombe mzuri sana. Na kwa sababu niliuza pombe mzuri sana, nikaja kuwa promoter, nikakuwa mdosi sasa, na nikapatiwa mpaka region ya South Rift region. Kuna vile nilikuwa the whole boss. Clubs in Naivasha, clubs in Narok, Nyahururu, Nakuru, all the way. So kazi yangu sasa ni usiku naenda hizi clubs kuangalia vile kunaendelea. At one of those times, mshaisikia kuwa drugged. Mimi nishaikuwa drugged. Kwa sababu mimi I'm not a seller, I'm not a waiter, I'm not a what, I'm just a boss. Going round, talking to the big fish. When in certain tables, I have my team huko wanauza pombe. Okay, wana promote tuseme. So, I went and sat with some people. Me, I got drugged. Na nikakuwa drugged vizuri. If I didn't have friends, hapo. If I didn't have friends, I don't know what would have happened to me. So what I want to say today is, please, be very careful of your decisions. Okay, naambiwa nimetembea sana kama muinjilisti, naona kama niko crusade, so acha nisimame hapa. Na nikitembea munione, si ndio? Nasumbua watu wa kamera. So, what I want to say today is, if I had known, kama mimi hata sijawahi, you see when I was young like that, who go in a church, ama kwa group ya watu wa church, ama kwa conference kama haka, ama kwa watu kama hawa wa kanisa, never. Nilikuwa kwa kampani nyingine tofauti sana. So what I want to say, wewe at least you have found yourself in this place. Tafadhali, do not deviate. Sawa sawa? Let God guide you. Ukiona kama unataka kutoka, jua choices have consequences. You don't know what the consequences are going to be for you. So please trust in God. Fear God. Ukijua kitu, it may sound something very basic, but ukijua kitu haifurahishi Mungu, always be very conscious. Ukijua kitu haifurahishi Mungu, please don't do it, and always ask help from God. I'm telling you something as simple as, God help me make the right decisions. Will help your life. Sawa sawa? Sawa. Thank you, Rhoda. As we wait for the lunch, I want to invite Hype Man. Hype Man, mpige makofi akikuja. Hype Man Kim. Boom. Alo. Ati sijui kanta na kesho, kaningali na uwezo wa kufanya tifanya hadi mwisho. Amjui hiyo? Amjui? Tusimame. Boom. Ati sijui kanta na kesho, kaningali na uwezo wa kufanya tifanya hadi mwisho. Mwambieni yo devil.
So amjui hiyo, si ndio? Kila mtu ajipatie space. Have some space, have some space. Space. Space wadau. Space wadau. Huku lazima tuanguke nayo. Huku lazima tuanguke nayo. Si ndio? Lakini tunaanguka nayo design ya Yesu, si ndio? Si ndio? Wakisema life ni short, unawaambia yako ni trouser. Yako si short. Si ndio? Kani ngali wa uwezo wa kuifanya kata na kesho, nipe nguvu na uwezo kijana na akili za mzee. One more time. Hapa tu. Twende. Choya hati nataka akishana na zoga mama siwaogopi na simama mama yake mayo ya jana sema hilo press na songa naye wanashanga kuna stress na kwanga naye tunasemaje one more time ogopa Mungu pekee naomba maneno yao twende hapa kila mtu hizo beba 1 2 3 Pula. Yo. Wezi dance kama umekaa chini. Uongo. Wenye wako nyuma wakuje huku mbele. Wenye wako nyuma wakuje hivi. Nitawaita na majina. Alice. Alice. Wenye wako nyuma wakuje hivi tafadhali. Tukuje hivi wenye wanajipel wanaenda huko nyuma. Bethel Clouds TV.